Habari, karibu sana kwenye kipindi chetu cha saratani ambacho tunatumia muda huu kuelimisha na kuhamasisha jamii kuelewa vyema changamoto zinazowakabili wagonjwa wa saratani na wale wanaowahudumia. Na leo katika chaneli yetu tunazungumza changamoto zinazowakabili wale wanaowahudumia wagonjwa wa saratani, iwe ni ndugu, jamaa au hata wataalamu wa afya. Huduma hii ni ya thamani kubwa, lakini mara nyingi haieleweki au kutambuliwa ipasavyo. Na kama kawaida, siko peke yangu katika kipindi hiki. Mimi ni Lea Mushi, niko na mwenzangu Daktari Heri Tungaraza ambaye ni daktari bingwa wa saratani, ambaye yeye ndo atakayezungumzia kwa kina kabisa kuhusiana na mada hii yetu ya leo, na tutaangazia pia kwenye mfumo wa afya na namna gani jamii ambavyo inaweza kushiriki kubeba jukumu hili muhimu. Karibu Daktari Heri, wasalimie watazamaji wetu. Asante sana Lea, kwa kunikaribisha, na nadhani leo mada ni nzuri sana kwa sababu Mm. hatumwongelea mgonjwa, tunaongelea jamii nzima Ni kweli namna ina. kabisa. Na tukianza, tunaomba ufafanuzi kwa ujumla, ni changamoto zipi ambazo zinawakumba wale wanaohudumia wagonjwa wa saratani? Nadhani changamoto ya kwanza kubwa ni uwepo wao, kwa sababu mara nyingi wagonjwa ambao wanaumwa saratani ni watu ambao wanakuwa na ugonjwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo sio kama malaria au labda pneumonia, kwamba utamtibu leo afu kesho utaendelea na maisha yako. Mara nyingi wagonjwa wa saratani wanatibiwa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ishi ya muda, kwamba ukianza kumhudumia leo inamaanisha kwamba uwe naye kwa muda si chini ya miezi sita mara nyingi. Mm. Nyingine inategemea na ugonjwa wake, inawezekana ikaenda mwaka mmoja, miwili, mitano na baada ya hapo. Kwa hiyo mimi naonaga kama muda ni changamoto moja kubwa sana ukiacha zile zingine. Mhm. Na kuna utofauti gani kati ya yule anayemhudumia mgonjwa wa saratani akiwa hospitali na yule anayemhudumia mgonjwa wa saratani akiwa nyumbani? Yule ambaye yuko hospitali mara nyingi anakuwa na uelewa. Mara nyingi ambao wanahudumia wagonjwa wa saratani ambao wako hospitali, anaweza kaa ndo mwajiliwa, kwa hiyo anaweza kaa anajua ni kazi yake, au anakuwa na uelewa wa ugonjwa. Lakini tukirudi hata kwa ndugu, unajua hospitali zetu za serikali haziruhusu pia wagonjwa kuhudumiwa na watu kutoka nyumbani kukaa pale hospitali. Kwa hiyo mara nyingi wanaokaa hospitali ni wale ambao wameajiliwa, kwa hiyo anajua ni sehemu yake ya kazi, analipwa. Lakini yule ambaye yuko nyumbani anajua anafanya hivyo kwa sababu ni ndugu yangu, nafanya hivyo kwa sababu ya upendo, na kwa sababu ni nyumbani, inawezekana vitu vyake vingi ambavyo alikuwa anavifanya kabla ya huyu ndugu yake kuumwa vinabidi visitishwe. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo yule hospitali anajua ni kazi, anaendelea nayo na kazi yake, maisha yake yanaendelea. Huyu mwingine yuko nyumbani, inabidi kitu chake chote, kama ilikuwa ni biashara anafanya, kama ni kazi, vinabidi viathirike kwa asilimia fulani. Inawezekana inabidi aache, na kama akienda haendi kama ipasavyo. Kwa hiyo inaathiri mpaka kiuchumi. Ehe. Kwa hiyo tofauti ni kubwa sana kati ya nyumbani na wale ambao wako hospitalini. Mm. Umezungumzia hapo kwamba wanaowahudumia wagonjwa wa saratani, kwa sababu ni ugonjwa ambao wanaweza kaenda muda mrefu, wanaweza Mm. wakaacha kazi au wakafunga biashara yao. Mbali Mm. na athari za kifedha, kwamba atakuwa tayari haiingizi fedha, ni athari gani ambazo Mm. zinaweza zikamkumba huyu anayewahudumia? Athari zingine ambazo zinaweza kumkumba wanadumia ni athari za afya ya akili. Kwa sababu pia mgonjwa ambaye anaumwa saratani anakuwa sio mtu wa kawaida, naye anaweza kama amekuwa ameathirika kiakili bila yeye kujua, bila hata huyo anayemhudumia kujua. Kwa hiyo wagonjwa wanakuwa sio wenyewe, na mgonjwa ambaye anahudumiwa na huyu mtu anaweza kaa na vitu au na mahitaji ambayo kidogo yako kidogo zaidi, ni tofauti, hayaeleweki. Kwa hiyo inamwathiri sana mhudumu wake, na huyu mhudumu wake kwa sababu amwelewi huyu anaumwa, kuna mgongamano hapo, yaani kuna changamoto zinajitokeza hapo, hawaelewani. Na huyu mtu anahisi kwamba mimi najitolea vyote hivi, niko na huyu mtu, namwambia ale, hataki kula. Unajua ugonjwa wa saratani wakati mwingine anagombaka kula, kwa sababu mimi sina hamu ya kula. Naambia twende hospitali, labda hajisikii kwenda hospitali, naambia pumzika, kunywa maji. Yaani vyote vinamwathiri sana huyu, wanakuwa affected watu ambao wanatoa huduma, kwa sababu ya hiyo kwamba anajaribu kufanya vitu kwa upendo kabisa kwa huyu mtu anayeumwa,
lakini mtu anayeumwa kwa sababu naye anaumwa hawezi kufuatilia au hawezi kuliangalia au kuliona ile swala kama wewe unavyoliona kama mtu wa huduma, kwa sababu ya huu ugonjwa ambao ni wa muda mrefu, na anakuwa yuko na tishio kwamba anaweza akafariki au vitu fulani asivifanye vizuri. Kwa hiyo hata namna anavyokujibu wewe kama mtu wa huduma inakuwa sio sahihi. Asikujibu Mm. wewe sahihi, na wewe pia kwa sababu unakuwa huna uelewa wa kutosha, na wewe unakuwa affected. Kwa hiyo wote wanakuwa wanaumwa mwisho wa siku. Kwa hiyo kuna hizo athari za kisaikolojia, za muda na za kifedha pia ambazo Na nyie zinakuja. madaktari uoga mnaumwa pia, manake tunajua kuna madaktari, kwa mfano labda mgonjwa wako amekuja miaka mingi, Dr. Heri, labda mgonjwa wako amekuja miaka mingi, unamhudumia, tukiacha wale baba nesi na watu wengine, wewe mwenyewe kama daktari una namna ambayo unaathirika. Kubwa sana. Juzi nilikuwa naongea na rafiki yangu nikasema, akana nieleza kuna namna jamii inahisi kwamba sisi hatusikii uchungu kwa sababu labda tunaona wagonjwa wengi kwa muda mrefu, au Mm. sijui kuna namna labda shuleni tulipewa sijui dawa au sijui matibabu fulani ambayo hatupi namna ya kuwa kama binadamu. Sisi mwisho wa siku pia ni binadamu. Mm. Ukiacha udaktari wangu, kitu cha kwanza kabisa mimi ni binadamu. Kwa hiyo nikipoteza mtu akiumwa, anasikia maumivu, nasikia uchungu, nasikia kupoteza mtu, yani kwa Kiingereza tunaita loss, you feel the loss, you feel the void, ule kutokuwa na ile kitu yani mwilini ya kujiridhisha, haipo, inapotea. Kwa hiyo na sisi pia tunakuwa tunaathirika sana, na kuathirika kwetu kuna tofautiana na mgonjwa na mgonjwa. Kuna wagonjwa wengine unakuwa uko karibu nao sana, mwingine sio Mm. sana. Kwa hiyo kipo kimoja na kingine vinakuwa tofauti tofauti, lakini tunaathirika sana, na tunaendelea kusema kwamba tuonekane kama bado sisi ni binadamu, na changamoto hizi tunaziona, na anayeumia sio tu yani yule ambaye ni ndugu yake au rafiki yake, na sisi pia tunaumiaga. Na kila daktari na kila mtu wa huduma anajua namna gani anadili na hilo swala la kupoteza mtu au la kumwona mgonjwa wake anaumia, na sio tu kumpoteza, hata kumwona anaumia. Anakuja kliniki anakuambia, mimi bwana, maumivu ni makali sana, anaondoka, unajisikia vibaya. Kwa hiyo tunaathirika kwa kweli kama madaktari pia, kwa sababu pia mwisho wa siku sisi ni binadamu, sio marobot, sio machines, sio computers. Mm. Yes, ni binadamu, na hakuna dawa zozote ambazo tunapewa ambazo zinatufanya sisi tusisikie maumivu ya binadamu mwenzako. Alafu Mm. kumbuka, akija mgonjwa, wewe unatakiwa unakuwa na ile kwamba unatakiwa umsaidie. Ni jukumu lako wewe kumsaidia. Kwa hiyo akitoka pale hujamsaidia, akirudi tena maumivu yako pale pale, unajisikia vibaya. Mm. Umeshindwa kuwa au umeshindwa kuwa kwenye nafasi ya kumsaidia huyo mtu ambaye ni binadamu mwenzako, Mtanzania mwenzako. Yeah, kwa hiyo tunaumia kwa kweli. Poleni sana daktari. Asante, asante Kwa sana, kweli asante. hilo umelizungumzia kwa namna ya uchungu sana, na mimi kweli uje tumekuwa tumezoea, tunaenda kwa daktari, naambia tu daktari, naumwa, anakwambia hapa kwenye kati ya 1 au 10 unaumwa kiasi gani, unafikiri kwamba Mm, tena tu atakupa dawa, kumbe kweli mnaumia. Tunashukuru kwa kujua hilo na poleni mm. pia. Na Lakini nashukuru kwa sasa kuuliza, kwa sababu najua watu wengi wanahisi kwamba sisi hatujisikii hivyo. Kwa hiyo wewe kuuliza pia unaonyesha kwamba kiasi gani mnajali, na hiyo ni muhimu sana, ili sisi tuendelee kutoa huduma, kuonyesha kwamba mko mna appreciate tunachokifanya, na kwamba wote ukija pale clinic kwamba kila mtu yuko kwenye nia ya kusaidia yule ambaye amekuja na maumivu, anayeumwa. Hakuna daktari ambaye anapenda watu wanaoumwa tu huko nje, wana matatizo. We are here to help, na tulivyofundishwa ni kusaidia, kuponya, kusave life, kuponya na kuleta matumaini na kuleta furaha kwenye familia za watu, na kuhakikisha kwamba watu wanaishi maisha yao ambayo yana amani bila maumivu, waweze kutengeneza hii nchi yetu ya Tanzania, au hii jumuiya yetu ya Afrika yote kwa ujumla. Yes. mm. Sasa kuna huduma zozote za nasaha au huduma zozote ambazo mnapewa nyinyi na wale wauguzi wa hospitalini au wale wanaolea wagonjwa nyumbani, za kisaikolojia na huduma za ushauri nasaha au zingine zozote za kuwasaidia? Kwa kweli sasa hivi hazipo. Juzi juzi pia napenda sana kurudia nyuma. Mara nyingi mimi nikiwa nje ya hospitali nakutana na marafiki zangu wengi ambao sio madaktari, huwa tunaongea sana hivi vitu. Kwa hiyo utakuta kuna hospitali zetu nyingi hatuna hiyo huduma. Tunahisi, nadhani kuna watu wanahisi kwamba sisi ni watu wa kujua nini kinatokea kifanyike, tunapambana tunapojua sisi madaktari bwana. Wewe unajua saratani nini, unajua namna ya kuitibu, unajua nini, kwa hiyo wewe unasaulika. Sasa si Mm. ndo mtaalamu? Kwa nini saratani kuletea shida? Unajua ukishakuwa mtaalamu wa kitu fulani,
watu wanahisi una majibu ya kila kitu kuhusu hilo swala, lakini sivyo, na ndio maana wakati mwingine tunasahaulika. Na nasema hii inawezekana inajitokeza tu kwenye taaluma nyingi nyingi. Mwalimu anaweza akajulikana kwamba yeye anajua kufundisha watoto wake kuliko inavyotakiwa, watu wanamsahau kwamba watoto wake wanahitaji msaada pia kuliko. Kwa hiyo kuna kitu kama hicho. Mfano kuna makampuni mengi sana sasa hivi Tanzania, kila baada ya mwaka wanafanya retreat. Zile retreat wanawaita wanasaikolojia, wanawasaidia. Sisi hatuna hiyo msaada, na inawezekana ni tatizo sio tu la kitaasisi, lakini tatizo pia la madaktari. Kuna madaktari pia wengine wanahisi kwamba wao wako vizuri, hawahitaji msaada, kwa hiyo hawaongei. Hata wakiwa na shida wanajisikia vibaya, wakimwambia Lea, kwa mimi na tatizo hili, Lea atanielewaje na kati mimi ni daktari? Kwa hiyo kiukweli, kujibu kwa kiurahisi sana na kwa haraka, hiyo huduma haipo. Haipo kwa madaktari, ipo kwa manesi na watu wa huduma wote, na hata wale wanaohudumia wagonjwa pia hamna nafasi nzuri ya wao kuitumia kujisaidia wao, kwa sababu wanawatibu wagonjwa au wanaangalia wagonjwa wenye saratani. Nadhani ni sehemu ambayo tunaweza tukaitumia kama kuboresha huduma ya saratani kiujumla, kwamba anayetoa huduma kama ndugu, rafiki, ajue wapi wa kwenda kipata tatizo. Daktari, nesi na yule mwingine yoyote yule ambaye anamsaidia mgonjwa wa saratani, wapi anaweza kaenda akapata huduma ya kisaikolojia ili kumsaidia kufanya huduma yake iwe bora zaidi, na yeye mwenyewe asije akaugua, ili kisaikolojia, kifedha au kinamna nyingine. Poleni sana. Haya, tukirudi kwa wale wanaohudumia wagonjwa nyumbani, kuna athari gani za kuwapeleka wagonjwa hospitalini, sio tu kwa matibabu, pia hata kwenda kuangalia tu afya zao? Kwa mfano kama kuja kwenye hizo kliniki, kuna changamoto gani zinazowakumba wanaowahudumia wagonjwa wa saratani? Changamoto ambazo zinajitokeza kwa mtu ambaye anamleta mgonjwa hospitali, nadhani kama nilivyosema awali, ni ishu ya muda. Hospitali zetu nyingi, ukija kumleta mgonjwa wa saratani, lazima uwe tayari kukaa naye masaa 4 6 hata zaidi, ukisubiria majibu. Na mara nyingi hospitali nyingi ambazo zinatibu saratani ni hospitali kubwa, Mm. na hospitali kubwa changamoto yake moja ni kwamba lazima ujiandikishe, umuone daktari, ufanye vipimo, uangalie, usubiri majibu, na ukubwa ule unafanya kwamba huduma yote inachukua muda mrefu sana, kwa ishu ya muda. Lakini ishu nyingine ambayo mimi naiona na ambayo nimeiongelea kabla ni ile tu kwamba kisaikolojia, kwamba ukija hospitali kama mtu wa huduma, unaona watu wanaumwa, umuoni tu ndugu yako au rafiki yako, unaona watu wengine. Sasa ile pia sio nzuri kiafya. Mtu anaweza akahisi kwamba maisha ndo yako hivi, kwamba watu wanaumwa kiasi hichi. Mm. Na unakuta wagonjwa wa saratani wengi wanaweza sio watu ambao wanatoa, tunasema, wanakuwa watu wenye imani kuhusu kesho, yani kuishi kwa Wanakuwa kutegemea. wameshakata tamaa. Yes, kwa hiyo kama mtu wa huduma anajikuta kuna sehemu ambayo watu wengi wamekatakata tamaa. Kwa hiyo kiafya ya Mm. akili sio nzuri, ni changamoto pia, nimependa kuisema. Pia kuna changamoto nyingine ya kifedha ambayo nimeongelea kabla. Kama mtu wa huduma utataka kumsaidia mwenzako au ndugu yako, utalipia kama una bima ya afya unabidi utalipia vipimo, utalipia dawa, na wakati uko pale yeye anakutegemea wewe, ndio umemleta pale. Kwa hiyo hizo changamoto tatu mimi naona ni kubwa sana na zinawaathiri sana watu ambao wanatoa huduma kwa wao, wanaangalia watu ambao wana saratani. Mhm. Sasa kwa mfumo wetu wa afya kwenye hizi nchi zetu za Kiafrika, unadhani ni maboresho gani yanahitajika ili kusaidia wale wanaohudumia wagonjwa wa saratani? Cha kwanza kabisa, wawepo wataalamu wa saikolojia au Mm. tunaita counselors, wawepo saa zote, na mtu yoyote tu ambaye anagundulika na saratani aweze kupata hiyo huduma, aidha kwa kulipia au bure, lakini mtu huyo awepo, ndio kitu cha kwanza kabisa. Na pili, wakati huyo mtu wa huduma wa saikolojia au counselor yupo, aweze tu kutompa hiyo huduma yule ambaye anaumwa, lakini hata wale watu wanaozunguka. Ni rafiki yangu mimi mmoja aliniambia, alikuwa na mwalimu wake Mm. profesa South Africa, Cape Town. Ilivyogundulika tu kwamba profesa na kitu kinaitwa saratani dume, Eh. ili daktari wake saratani alimpeleka yeye na familia yake yote kwenye kupata huduma ya counseling au ya saikolojia, kwa sababu alijua ili tatizo sio tu kwamba ni la huyu mzee peke yake au profesa, lakini la watu wa huduma wote, familia yake wa karibu, wanaye wote walipelekwa, na hiyo counseling ilifanyika kwa wote wakati wako pale. Kwa hiyo hicho ndo, kwa mimi hiyo ndo ndoto yangu kwa Tanzania, kwamba
baada tu mimi nilipo pale, chumba kinachofuata ni chumba cha counselor au cha mwanasaikolojia ambaye atatoa hiyo huduma sio tu kwa yule mgonjwa, lakini kwa wale wote ambao wamekuja kumsaidia yule mgonjwa. Mm. Na mwisho, kwa mtu ambaye anaishi na mgonjwa wa saratani na anahisi amezidiwa na majukumu, unamshauri kitu gani? Swali gumu. Cha kwanza kabisa mi naomba kama daktari ambaye naona wagonjwa, asife moyo, asivunjike moyo, asiachie hapo, arudi kwa daktari wake na amweleze anachojisikia. Akiwa pale asione tu kwamba mgonjwa wake anachokisema kinajitosheleza, na yeye mwenyewe aseme dukuduku lake, kwa sababu mara nyingi kuna hizo hospitali kubwa kama hospitali ambayo inafanya Muhimbili, huduma ambazo zinaweza zikamsaidia hata yeye amekuja kumsaidia mgonjwa zipo, lakini ni mara nyingi kila mtu anamsubiria mwenzake aongee. Mimi namsubiria mgonjwa aongee, wakati mwingine namsubiria anayemletea mgonjwa aongee, na wakati anamletea mgonjwa naye anasubiria mimi niongee. Kwa hiyo tunasubiriana wote, ndio jamii yetu ilivyo wakati mwingine ya Kitanzania. Kwa hiyo asife moyo, aje hospitali na chochote ambacho kisikia baada tu mgonjwa wake kuongea, na yeye anaweza akaongea cha ziada kwamba daktari, kuna hichi na hichi najisikia, nini kifanyike. Mara nyingi madaktari wana namna na wanajua mifumo ya hospitali, na kuna kitu wanaweza kukwambia kinaweza kikausaidia. Kwa hiyo tusife moyo, wagawa wagonjwa wapo, wanahitaji msaada wetu, tusiwaache. Asante sana daktari kwa hayo uliotupa leo. Kwa kweli ni mengi na ni muhimu, na poleni pia kwa watu wa huduma nyinyi pamoja na wengine wote. Asante sana. Haya basi, mtazamaji wetu, katika kipindi hiki cha saratani, kama ambavyo leo tumekuwa tunazungumzia huduma kwa wale wanaowahudumia wagonjwa wa saratani, sio tu familia, bali hata wauguzi na madaktari, kama ambavyo Dr. Heri Tungaraza ameweza kutueleza. Tumegusia uzito wa jukumu hili na athari zake, sio tu kwenye jamii, lakini pia kisaikolojia kwa mtu mmoja mmoja, lakini vile vile na maeneo ambayo yanahitaji usaidizi. Ni muhimu pia tukumbuke kwamba hawa walezi wa wagonjwa wa saratani nao wanahitaji msaada, kama ambavyo tumeelezewa kinaga ubaga na Dr. Heri. Wanahitaji msaada wa kihisia, wanahitaji msaada wa kifedha, kama ambavyo amesema wengine wanafunga biashara na kuacha kazi, lakini pia kisaikolojia. Na sio jamii peke yake, bali ni jamii, serikali, asasi mbalimbali, zote zina jukumu la kuwasaidia watu hawa na kutokuwaacha peke yao. Pia tunaamini wanawahudumia wagonjwa na wenyewe watazungumza sasa, kama ambavyo umesema, nao pia wazungumze, sio tu wakae Mm. kimya. Tunakushukuru kwa kutusikiliza na kututazama. Tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu hii ya YouTube Saratani, na vile vile tutakutana katika kipindi kijacho. Kwa heri.